Sasa leo nataka nizungumze na watu ambao wamekuwa wakienda kwenye interview na hawapati nafasi ya kupata kazi. Japokuwa wana GPA nzuri, lakini wakienda kwenye interview, unaona interview inamalizika lakini hakuna simu ambayo unaitwa. Sasa hichi nitakachokwenda kuzungumza kinaweza kuwa ni sababu mojawapo ambayo inakufanya unakosa nafasi ya kazi. Sasa mwaka huu nilipata nafasi ya kuhudhuria kwenye interview za kampuni kama mbili ambazo walikuwa na recruit wafanyakazi. Kwa hiyo wakaniita kama consultant, bana njoo tuna recruit wafanyakazi, naomba na wewe uattend, unaona, oversee, lakini pia uwe na wewe kama sehemu ya panel yetu ya interview, utauliza na wewe maswali ili tuweze kupata watu ambao watakuwa na uwezo mzuri kwa ajili ya kusaidia kampuni yetu. Kwa hiyo nikaitikia, nikaenda. Na kwenye kampuni zote tulifanya interview ya karibu kama watu 50 kwenye kampuni zote mbili tofauti tofauti. Sasa kuna maswali kama matatu hivi niliwauliza wale ambao tulikuwa tunafanya interview, na kiukweli kati ya watu wote 50 watu wawili mpaka watatu tu ndio waliweza kujibu maswali yangu, na ilikuwa ni maswali ya kawaida kabisa, sio labda maswali magumu, hakuna. Unaona, swali la kwanza ambalo niliwauliza ni kwamba ni madhaifu gani umeyaona kwenye hii kampuni A ambayo umeomba kazi, ambayo tukikupa wewe nafasi leo kwenye hii kampuni A unaweza ukasaidia kuondoa haya madhaifu au haya mapungufu. Hilo ni swali la kwanza. Kati ya watu 50, watu wawili mpaka watatu ndio walikuwa wanajua ni madhaifu gani kwenye hiyo kampuni ambayo wanaiomba kazi. Kwa hiyo watu karibu 48 mpaka 47 walikuwa hawajui. Swali la pili ni kuwauliza ni kitu gani ambacho umekiona kwenye kampuni A wanafanya vizuri mpaka ukavutiwa kuwa sehemu au kutamani kuwa sehemu ya kampuni A au kujiunga na timu ya kampuni A. Kati tena ya watu 50, watu wawili mpaka watatu ndio waliweza kujua. Wengi hawajafuatilia. Unaona? Hajafuatilia. Yeye alichofuatilia tu ni kwamba kafuatilia, kauliza wanalipa mshahara shilingi ngapi kwenye hii nafasi ambayo mimi nafanyaje naiomba. Wengi mshahara walikuwa wanajua kwa sababu wameuliza. Lakini sehemu gani hii kampuni inafanya vizuri wengi hawajui na wala hawajafuatilia. Unaona? Sasa kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho makini sana unapoenda kwenye interview, jitahidi uijue kampuni ambayo unaenda kuomba kazi au unaenda kufanyia interview. Kwa sababu gani? Yaani kama huijui kampuni yetu, hujui kampuni yetu inafanya vizuri wapi au kwenye eneo gani, hujui kampuni yetu ina madhaifu wapi, inakuja tunakupa kazi kama kampuni hata huijui. Sasa unaweza ukasema sasa nitajuaje siri za kampuni? Kwa mfano kampuni inauza bidhaa, kampuni labda ina mawakala. Ni rahisi wewe kwenda kuuliza watu ambao wanatumia ile bidhaa au mawakala wa ile kampuni ambao wanauza ile bidhaa. Waulize, bana vipi hivi hawa hii kampuni bana, kampuni hii ambayo inawauzia hizi bidhaa 1 2 3. Hebu niambie huwa wanafanya vizuri kwenye kitu gani au kitu gani wanafanya vizuri? Watakwambia kwa sababu hawajui chochote. Unaona, au waulize watumiaji wa bidhaa fulani ambayo inamilikiwa na ile kampuni ambayo unaenda kuomba kazi. Uuliza watumiaji, bana hii bidhaa mnazionaje? Bidhaa za kampuni fulani hivi zikoje? Mnazichukuliaje? Kwa sababu hawakujui, hawajui kama unaenda kufanya interview wala wewe sio staff wa ile kampuni. Watakwambia bana hii kampuni hii bidhaa iko vizuri au iko vibaya. Kwa hiyo ukienda kwenye interview unakuwa una credit. Unaona, hata ukiuliza swali kwamba kwa nini tukupe wewe nafasi kwenye hii kampuni A, unaweza ukasema bana kampuni A mimi nimeona kuna madhaifu 1 2 3. Kwa mkinipa mimi nafasi nitaweza kusaidia kuondoa haya madhaifu au haya mapungufu. Tayari paneli nzima ile kampuni itakusikiliza. Kwa sababu nasema huyu mtu bana anajua. Hatujamwajiri lakini tayari anafahamu changamoto ambazo tunazipitia.